Halo, habari. Naitwa Huruma Stephen Mahenge. Mwezi uliopita nilikuwa na kumbuka siku yangu ya kuzaliwa. Kuna vitu ambavyo nilikuwa navifikiria, nikawa na tafakari. Nikasema ngoja ni share na wewe kidogo, na wewe labda vinaweza vikakusaidia kidogo. Kabla sijaendelea, ningependa kusoma quote kutoka kwa baba mmoja anaitwa Darren Hardy. Inasema, the moment you are born, a fuse is lit. No one knows how long their fuse is, but what we do know is that it is constantly burning down. Maana yake nini? Anasema kila mtu anapokuwa amezaliwa kunakuwa kama fuse ambayo inakuwa imewashwa, inawaka katika muda wote ambao unakuepo hai. Sasa hakuna mtu anayejua kwamba hii fuse inawaka mpaka muda gani, kwa sababu kila mtu maisha ni zawadi jinsi alivyopewa. Wengine inawaka watoto wanazaliwa, anakaa masaa anaondoka. Fuse inakuwa imewaka kwa masaa, imezima. Wengine inawaka kwa miezi, wengine miaka. Hata katika miaka, wengine miaka 10, wengine miaka 20, wengine miaka mpaka 80, wengine miaka zaidi ya 100. Kila mtu jinsi ambavyo Mungu amemjalia. Kibaya zaidi, sisi ambao tumepewa hiyo zawadi ya maisha, hatujui kwamba hiyo fuse itawaka kwa muda gani. Kwa hiyo saa zingine wanasema neno lile kutake advantage. Tunaona kwamba maisha yapo kila siku, nitalala leo, kesho nitaamka. Lakini kiukweli maisha ni zawadi, leo tupo, kesho hatujui itakuwaje. Mwenyezi Mungu mwenyewe jinsi atakapokuwa ametujalia, kwa sababu anajua kila mtu atapata kuishi kwa muda gani. Kuna vitu ambavyo saa zingine utakuta tunapoteza navyo muda. Muda tuliopewa hatuutendei haki. Kuna baba mmoja anaitwa Joel Osteen. Aliwahi kuconvert muda tuliopewa masaa 24 akapata sekunde 86,400. Akasema imagine hizi ni dola ambazo unakuwa kila siku umepewa katika mzunguko wa masaa 24. Zinakuwa deposited kwenye akaunti yako. Kwa hiyo ikifika zile sala 24 hazijatumika zinaondolewa. Ukipata tena siku inayofuata zinakuwa deposited tena. Katika mfano wa pesa, maana yake kila mtu lazima ungetengeneza listi, lazima kuna vitu ambavyo ungefanya. Sidhani kama ungeacha ile pesa dola 86,400 iwe deposited usifanye jambo lolote alafu ikapotea. Kwa lazima kuna listi ambayo ungetengeneza, ikiingia tu kuna vitu ambavyo ungefanya. Vile vile kikawaida wanasema tunatakiwa kama binadamu tulale masaa 8. Nimepiga hesabu katika mwezi mzima. Je, mtu una siku ngapi ambazo unafanyia mambo au unafanya kazi na siku ngapi unalala? Nimepata siku 10 katika mzunguko wa masaa 24 katika mwezi unakuwa umelala kabisa. Ni siku 20 ambazo uko nazo katika mzunguko wa masaa 24, hizo ndio unakuwa nazo katika kufanya mambo yako. Utaona kwamba katika kila mwezi sio siku nyingi sana. Unaweza kuzidisha hizo siku 10 katika miezi 12, utaona kwamba ni siku 120 kwa mwaka. Mtu unakuwa umelala tu katika mzunguko wa masaa 24. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna vitu ambavyo tuko navyo tunapoteza navyo muda ambavyo havina hata maana ya kupoteza muda. Mfano, niliwahi kukwama na mimi kwenye habari ya kutokusamehe kwa muda mrefu sana. Kuna mtu alifanya jambo zito likanikwaza sana, nikakaa muda mrefu sana hapo. Nilichojifunza katika kile kipindi ni kwamba ukiwa hausamehe unaipata shida ni wewe, wala sio yule mtu aliyekukosea. Tena inawezekana aliyekukosea hajui amekuumiza kiasi gani. Kwa hiyo unavyoamua kusamehe haumsaidii aliyekukosea, unajisaidia wewe mwenyewe nafsi yako. Kwa sababu mwisho wa siku usiposamehe ni sawa na gari ambalo halina four wheel drive alafu limekwama kwenye tope. Kila kitu chako kinasimama. Kwa nini? Kwa sababu unapoumizwa zile emotions, zile hisia zinakuwa zimeumia. Na zile zimeunganika na ufahamu, zimeunganika na nafsi, zimeunganika na kila kitu katika mwili wako. Ndio maana utakuta watu ni rahisi kuingia kwenye depression, wanaita msongo wa mawazo. Kwa hiyo saa zingine ukiwa haujasamehe au niseme mara nyingi kama haujasamehe ni ngumu sana kusonga mbele. Utakuta kila kitu chako kinakwama, unakupo mahali umekaa, huwa mimi naita kupaki. Utakuta umepaki, hakuna kitu kinasonga. Kuna mtu mmoja anaitwa Alice May. Akasema kwamba kutokusamehe ni sawa na mtu kunywa sumu alafu anataka afe mtu mwingine. Anasema resentment is like drinking a poison and hoping it will kill someone else. Kwa hiyo usiposamehe unayeumia ni wewe, wala sio mtu mwingine ambaye anaumia. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kusamehe. Unasamehe kwa faida yako,
wala sio kwa faida ya mtu aliyekukosea. Vile vile kusamehe kuna kusaidia hata afya yako kukaa katika mazingira mazuri. Ukiwa haujasamehe, kuna kitu kinaitwa immunity system, ile hali ya kupigana na magonjwa. Ukisamehe, seli zako zinakaa vizuri, hata ataki yoyote ukipata unakuwa salama. Ukiwa una huzuni, maanake haujasamehe, unakaa katika vinyongo, unakaa katika shida, hata kupata magonjwa, kuvamiwa na magonjwa mbalimbali ni rahisi. Kwa hiyo maana yake nini? Hata maisha yako kuyafupisha ni rahisi. Kwa kitu kikubwa utakuta saa zingine unabifu na mtu, hata sio kitu cha maana. Saa zingine ni ndugu, saa zingine ni marafiki, saa zingine ni co-workers kazini. Cha msingi ni kusamehe na kusonga mbele. Maisha ulionayo haujui unayo mpaka lini. Kwa hiyo ni kusamehe na kuendelea na maisha yako. Kitu kingine, mara nyingi sisi ni binadamu. Tunafanya makosa katika maisha, katika maamuzi yetu. Hata kama umechemsha katika maisha, usikae mahali ukapaka, ukasema hivi nikianza tena hivi watanifikiriaje, au unajificha. Unaona sitaki tena kutokeza kwenye public, wanaweza wakanicheka, wanaweza wakanisema. Tunaishi mara moja. Haya maisha tuliopewa sio rehearsal. This is it. Kwamba haya maisha tuliopewa ndo haya ambayo tunayaishi. Kwa hiyo hakuna kwamba ni rehearsal, kwamba nitapata maisha mengine tena niishi, hapana. Kwa hiyo hata kama uliharibu, inuka, maisha yanaendelea. Kwa sababu sisi ni binadamu, hakuna asiyefanya makosa. Saa zingine hata haujafanya makosa, ila tu ni mtu ambaye ni mgumu kufanya maamuzi. Unasema nikifanya hivyo watanionaje, nikifanya hivyo watu watanifikiriaje. Inatakiwa ufike mahali upate tu kuwa strong, upate kuwa na confidence, fanya maamuzi yako, alafu maisha yako yapate kuendelea. Kitu kingine ambacho nimeona kinatupotezea muda sana, labda wa Tanzania vijana hasa, utakuta tunapoteza muda mwingi kwenye kuzungumzia vitu kama siasa, vitu kama michezo. Utakuta tuna habari nyingi sana za siasa na michezo, tunapoteza, hatuachi, yani hatufanyi vile vitu vya kimaendeleo katika maisha yetu. Hakuna mtu anaweza akafanya kitu akakukwamua katika maisha yako. Wewe mwenyewe ndio unaweza kujikwamua. Katika hizi siku ambazo umepewa za kuishi, hatujui hiyo fuse itazima lini. Hebu fanya kitu cha tofauti katika maisha yako, ili hata maisha Mungu aliyokupa upate kuacha alama. Hata ile fuse itakapozima, basi upate kuwa na kitu ambacho unasema kweli niliishi. Hata yule mtoto ambaye aliishi siku 2 ukikutana naye akakuuliza hivi maisha duniani yalikuwaje, upate kumwambia ni kweli nilikuwa na maisha na nikayatumia wisely, nikayatumia vizuri kwa usahihi. Kwa hiyo hebu maisha tuliopewa tuache kupoteza katika vitu ambavyo havina maana, bali tupate kuyatumia katika maisha, katika vitu vyenye maana, ili kwamba tupate kuimprove maisha yetu wenyewe na katika maisha ambayo ya watu wengine wanaotuzunguka. Mungu akubariki.